Haya, kwa mara nyingine tena, kwa wale waganga wenzangu, natoa tu nasaa kwamba tuwe waaminifu. Unapoaminiwa na wananchi, tuwe waaminifu. Kwanza, ramli chonganishi hazifai, na hata Mwenyezi Mungu kakataza ugombanishi. Mtu haelewani na ndugu zake kwa sababu ya ugombanishi. Mtu haelewani na wazazi wake kwa sababu ya ugombanishi. Ramli hizi, na ndio maana hata serikali inakataza. Serikali ina mkono mrefu na serikali inaona mbali. Kwa nini mtu kitu sio mahali pake, hapo mtu unamwambia mgonjwa au mteja wako? Hapo ndio penyewe. Maana yake kuna mazingira kwa wale wenzangu wanaokaa kule nyumbani Tanga kule, mtu kafiwa na mtu wake, anahisi ule mama kuharibu, yani maana kavunja chungu. Anaenda kwa yule mganga, akifika, kwa sababu yeye ana wasiwasi kwamba labda kavunja nini chungu. Akifika pale, hata kama hajaharibu hivyo anavyotaka yeye, anamwambia kwamba bwana, hapa ni kweli kavunja chungu, kwa hiyo nyinyi mtakufa wote ukoo mzima. Hasa taharuki inasababisha hata maiti kumzika anachelewa, maiti kumfanyia zile haki zake za kumfanyia ili azikwe hamna, kwa sababu watu wakuzunguka kutafuta makondoo, kutafuta sijui nini. Huo ni ushirikina ambao hautakiwi na haufai, hata Mwenyezi Mungu hapendi. Mimi nazungumza hivyo kwa sababu nikiwa nimeshuhudia. Tumepeleka msiba kule nyumbani. Kufika kule nyumbani, mtu mwanamke kafa na uzazi, tena ni mdogo, hata mambo ya kuvunja chungu hajui. Lakini kufika pale kafanywa vikorokoro vingi, kwa sababu wale ukifika pale lazima ukaguliwe. Imekwaje? Wanaanza kumuita mganga wao sasa, ambao wanaomwamini. Na ni huyo kwa wanaomwamini. Kufika pale, huyu bwana kweli kavunja. Bila kutumia akili, huyo mganga anazungumza kwamba kavunja chungu. Matokeo yake sasa maiti badala kuzikwa, lengo la msingi, matokeo yake sasa kwanza kuzungushana hivi na hivi. Mtoto mdogo tena kafa kwa uzazi huko Dar es Salaam. Tumempeleka kule, na hata mambo ya chungu hayajui. Na ndio maana hilo nimelitoa dukuduku kwanza hilo moyoni kwangu, kwamba waganga wenzangu wa milimani huko Bumbuli huko, muonoke. Dunia sasa hivi inajua, na nyie wazee wangu wa huko muangalie. Sasa hivi mtu anapoona kazi kama hiyo, ni hela, amekaa hana hata 100, unafikia atakwambiaje? Atakwambia bwana, ni kweli, ili kwa sababu pale afanye kazi apate nini, chochote kitu. Tusio na hofu, mwenye uwezo ni Mwenyezi Mungu, na msipende kutumia tu huyo mmoja. Kama atakuwa amefeli, kafeli, na kazi anapoipeleka sio vizuri. Na sio huyo tu, ni wengi na wengi. Mtu kafa kwa maradhi mengine, ukimwi kadondoka, anasema kavunja chungu. Nazungumzia kwa sababu mimi ni kama mganga, nikifika yale matukio ninavyoangalia, sisi wenyewe tunapofika, ukifika sehemu kuna hali ambayo unasikia kama nywele zinafanyaje, na unakuta mtu akichwani kwako anakuambia bwana, yaani hapana amani. Lakini leo hii hapa unakuta pale mazingira kile unapoambiwa vile sio. Mbona tuacheni ulaghai, tuacheni kuwarubuni wananchi kwa hilo. Mimi kwa leo hii nimetoa hilo hapo kwa sababu ni angalizo. Chungu kweli, watu wanavunja vyungu, wanaharibu na wanateseka. Na waganga wangu kule ni wanafanya hivyo, lakini wale waliofanya wazee wangu kipindi hicho, sasa hivi ni tofauti. Watu wanaharibu, wanaharubuni. Kibaya zaidi, marehemu anatakiwa afanywe safa zake, azikwe, afanywe kila kitu chake, sio kumchelewesha kwa sababu ya nini? Ya kutafuta mazingira mengine ambayo sio ukweli. Ikiwa ni kweli sawa, haya mambo kama kafanya ni kweli sawa, afanyiwe hivyo, kwa sababu hiyo ni tangia enzi na enzi za wazee huko. Lakini asivi waliobaki ni uvijeba, sio nakwambia ndio hivyo ili apate nini? Wananchi hasa wa maeneo husika, kuweni makini. Dunia sasa hivi imeshaisha. Kuweni nini? Makini. Dunia sasa hivi imeshafanyaje? Ishaisha. Clip yangu utakapoipata hii, atakayoipata tu comment nyingi ziwafikie wengi wale ambao sio waaminifu. Ramli chonganishi haifai.
hata serikali inatukataza mimi na kuhusieni pamoja na kujihusia nafsi yangu. Jamani, tuwapende wagonjwa wetu na tusigombanishe familia. Mimi nitapata hela hapo nitaondoka, lakini huku nyuma tu hawaelewani. Hiyo ni kweli? Sio kweli. Kwa hiyo tupendane kwanza sisi wenyewe waganga, na kama kuna hata mimi nikiwa na makosa niambie na nirekebishe, nifanye hivi. Cha kufanya nini? Mtu akija na tatizo kama hilo, ana tatizo kama hilo, fanya ile tatizo kweli liishe haraka na nini, lakini katika mazingira ya kuzika, watu wazike kwa wakati, sio kumchelewesha marehemu, kuzungusha kwenda huko kwenda kule. Huo ni ukoloni mambo leo, mambo yashape na wakati, na ina maana hapo mnamsimanga maiti. Kwa hayo machache na mengine yanakuja.